Sawa mpendwa wangu popote pale ulipo, tumekutana tena katika kipindi chetu maridhawa, kipindi murwa, kipindi safi, kipindi swadakta kabisa, kikiongozwa na ndugu yako Emmanuel Musa. Niko mbele yako sasa kukuletea kipindi kizuri kabisa cha kujifunza neno. Takuwa nadonyolea nini mafundisho mbalimbali ya usio neno la Mungu. Lazima naye tujifunze pia. Sasa leo ndugu yangu nimekuletea kichwa cha somo kizuri kabisa. Naomba uwe mtulivu tu, kuwa mtulivu ili nikuletee kipindi hichi kizuri uweze kujifunza. Sasa nataka nikusomee Methali sura ya 6, Methali sura ya 22 mstari wa 6. Leo kichwa cha somo kipo hapo. Methali sura ya 22 na mstari wa 6. Wacha nisimame ndugu yangu niweze kukusomea vizuri kabisa mstari huu tuweze kuelewana vizuri. Kama nilivyokuambia, tumekutana tena kwenye kipindi hichi kizuri. Sasa uwe mtulivu tu nikuletee andiko hili ambalo nataka kulisoma. Ni katika kitabu cha Methali sura ya 22 na mstari wa 6. Neno hili linasema hivi: mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Huo ndo mstari ambao tunakwenda kujifunza siku ya leo, ya kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, na yeye ataishi mule mule ulivyomlea, atatembea mule mule ulivyomfundisha. Kama ulikuwa unamfundisha kufanya ibada, hatoacha ibada mpaka anakuwa babu. Kama ulikuwa unamfundisha kuwa mkatili, kupiga watu, kutukana watu, hatoacha kutukana watu mpaka anakuwa babu. Kama alikuwa unamfundisha mambo ya kishenzi mwanao au ambaye ulikuwa unaishi naye, kama ulikuwa unamfundisha mambo ya kifedhuli, hataacha ufedhuli mpaka uzee wake. Ndivyo neno linavyosema. Kama mtoto unamhimiza, mwanangu nenda ibadani, mwanangu fanya matendo mema, mwanangu ishi maisha ya kijamii vizuri na wenzako. Kama ulimfundisha hivyo mtoto wako tokea mdogo, kama ulitembea naye kwenye mafundisho ya namna hiyo tokea bado mdogo, kwa mujibu wa andiko hili, mtoto huyo hatoyaacha hayo mafundisho hata atakapokuwa babu. Sasa tutakwenda kuangalia kwa nini inakuwa hivyo. Mtoto anapozaliwa, yani mtoto anapozaliwa kwenye ubongo wake unakuwa mweupe. Akili yake inakuwa kama karatasi plain jeupe ambalo halina kitu. Mzazi ama mlezi ndio anaanza kupandikiza vitu kwenye ule ubongo. Anapandikiza nini? Ndio hichi sasa tunataka kukizungumza. Maana hichi ambacho mzazi atakipandikiza kwenye, au mlezi, yani mzazi mlezi, ambacho atakipandikiza kwenye ubongo ambao ni plain, ambacho atakipanda kwenye ubongo huo, mtoto huyu kwa mujibu wa maandiko hatoyaacha hayo mafundisho hata atakapokuwa babu. Nimesema mtoto anapozaliwa ubongo wako unakuwa mweupe kabisa, hakuna la kujua. Wewe mzazi au mlezi ndo una jukumu sasa la kupandikiza mambo mazuri kwenye ufahamu wake. Unaanza kumfundisha kuongea, mtoto anakufuatisha wewe. Kama unafahamu, huwa unaona mpendo wangu, unaweza ukakuta mtoto mdogo anaweza akapuliza tusi mpaka ukashika kichwa kwa sababu mtoto mbona anapuliza tusi zito, ukashangaa mtoto mdogo, lakini anapuliza tusi zito mpaka unashangaa, lakini kalitoa wapi? Mzazi au mlezi wake ambaye anaishi naye ndivyo anayoyatamka, na yale anayoyatamka mtoto anayanasa. Akishayanasa anatembea nayo hayo mambo kuanzia huo ujana mpaka atakapokuwa babu. Hawezi kuacha, maana ndivyo mlezi wake alivyomfundisha.
Mpendo wangu, unapokuwa na mtoto hapo nyumbani kwako, unapokuwa na mtoto nyumbani kwako pale unamlea, una jukumu kubwa sana kwenye maisha yake mtoto yule. Yaani ukicheza kabisa kwenye eneo la kumlea, umemharibu yeye na kizazi chake chote. Maana usipomfundisha yeye, mfano nikutolee, hujamfundisha kusalimia watu. Tuanzie hapo padogo. Hujamfundisha kusalimia, mwanangu salimia, msalimie yangu, msalimie babu, msalimie mwambie shikamoo, au msalimie tu, msalimie. Mtoto huyu kama hujamfundisha hivi, automatic naye akiwa na familia yake hata wafundisha hili, maana hakufundishwa, halijui mambo ya shikamoo, hajui. Kwa atakuwa na wapita watu kama malaki, na watoto wake huko hata wafundisha hivyo, kwa sababu msingi haukuzingatia. Msingi wewe mzazi haukutengeneza. Kwa mtoto atakuwa hawafundishi watoto wake swala la kuamkia, swala la adabu, hata wafundisha watoto na watoto wake, hata kwa kizazi kizima unakiharibu. Kwa unapokuwa na mtoto wa kike nyumbani kwako, una mke wa mtu pale nyumbani kwako bado mdogo, pandikiza mambo mazuri kwenye ufahamu wake, pandikiza tabia njema kwenye ubongo wake. Mfundishe mtoto kazi, mfundishe mtoto kuheshimu watu, mlee mtoto awe wa jamii, usimlee mtoto awe wa kwako peke yako, maana hutokaa naye wewe muda wote. Maana watu wazazi wengine tuna madaha, hasa tukiwa na 2000, 3, 4, 5, tunataka mtoto wangu asiguse kitu, namwekea house girl pale, namweka house boy pale. Kwa mwanangu yeye nataka mwanangu awe msomi, apige Kiingereza, asome. Sitaki afanye lolote mwanangu. Mtoto unamlea katika mazingira, akitoka shuleni amekuja amekaa kwenye kiti, ana tablet, ana peruzi, ana Facebook, ana WhatsApp, au anajifunza masomo yake. Hakuna kazi anayofanya. Haoshi vyombo huyu kwa sababu hausgeli, hafui nguo huyu kwa sababu hausboy, hafagi uwanja kwa sababu hausboy. Mtoto unamlea kana kwamba utaishi naye, kana kwamba huko mbele umeongea na Mungu atakuwa na uwezo kama ulionao wewe, kwa sababu kila mtu Mungu amempangia maisha yake. Unapomlea maisha ya namna hii, ikitokea sasa hafanyagi kazi mtoto wako, haoshi vyombo, hapigi deki, hafagi uwanja, anapikiwa, mengine yanalishwa, toto kubwa unakuta mzazi analilisha. Ndivyo unavomlea mtoto wako. Akienda kumtembelea mjomba, mfano kaja kwangu Emanueli, anakutana na panga majukumu. Wewe osha vyombo, wewe fagia uwanja, wewe piga deki, wewe kanunue maandazi, wewe chemsha chai. Watoto wangu wote 5 na yeye nampangia jukumu la kuosha vyombo. Ndipo mimi ninavyowalea watoto wangu. Wewe mwanao ulimlea wa kwako peke yako, hajui kuosha vyombo, dada deki, niambie sasa mziki huo, hatakuwa hawezi kuosha vyombo. Kwanza mimi atanichukia kama mjomba, mimi nioshe vyombo vya nini? Mtoto hajui, ataona sasa kama ananyanyaswa, ataona kama anateswa, kisa kuambiwa aoshe vyombo, kisa kuambiwa nenda dukani. Wewe umemlea mtoto, umemwekea wafanyakazi, hawezi, maskini ya Mungu. Akija kwangu mimi ninapomtuma ataona namtesa na mnyanyasa. Kumbe msingi wa mzazi ndio ile tunasema mlee mtoto katika njia mpasayo, naye hata iacha. Wewe umemlea mtoto yuko bwetege, maana yake ataendelea hivi nyororo, amelegea kama mlenda. Kwa mtoto huyu atasumbua huko anakokwenda. Watoto wake naye atawawekea wafanyakazi. Kwa kizazi kitakuwa kibovu cha hiyo familia mwanzo mwisho, kwa sababu msingi wa baba yao, mama yao haukuwa mzuri. Kwa mtoto ataona ananyanyaswa, ataona anatukanwa, na kati kumbe ni malezi ya kawaida tu. Unaweza ukamlea mtoto hivyo kibosi, amefanya masomo kweli, hajapata kazi, bado anaungaunga, au kapata kazi vizuri, yuko benki, anakula mshahara mnono, anapiga hela ndefu, tunakubali. Kaenda mbele kapigwa chini,
imetokea papa, kuna wizi umetokea, kapigwa chini mwanao. Inatakiwa sasa aje kuishi maisha ya kawaida. Alikuwa na wafanyakazi, uwezo wa kulipa wafanyakazi hana, inabidi aoshe vyombo, apige deki mwenyewe. Alikuwa kaajiri wafanyakazi kila kona, hajui. Ndio mwanzo wa kuingia kwenye migogoro isiyo na lazima. Ndio maana mzazi, unapokuwa na mtoto, mlee katika malezi ya mpasayo, ili awe mtoto wa familia wa jamii nzima. Kwa sababu ukimlea kana unamkumbatia, atatoka nje ataona anasumbuliwa. Kwa hiyo hakikisha unamlea mtoto wako, wewe uliye mzazi ambaye naona ategemea kuwa mzazi. Usimlee mtoto kibosi, mlee mtoto kikawaida tu, kijamii. Mtoto afanye kazi, mtoto ajiendeleze, kwa sababu ukimlea, ndio maana kuna makabila mengine mimi yakubali mno. Unakuta na mtoto wake ana kaduka kake fulani, mtoto anaanza kufundishwa kuuza duka toka mdogo. Mwanangu katoka shule, wewe kamhudumie mteja huyo. Katoto kanakuja, kanaanza kukuhudumia, mpe pipi huyo, mrudishie chenji. Mtoto anaanza kufundishwa. Mtoto akitaka kuchukua pipi anaambia, we, pipi hizo ziko kwenye hesabu, usinengeneke utafune pipi bila utaratibu. Pipi ziko kwenye hesabu, usitafune pipi mwanangu. Mzazi anamuelewesha mtoto bado mdogo, anamlea katika malezi ya basayo, ajue hata unapokuwa na biashara yako, usipoiendea kimahesabu inafilisika. Afu utaanza kulia kuona umelogwa au chuma ulete wamefanya kazi yao. Kumbe wewe hujui hesabu, unakula ovyo. Mtoto anaambia usile pipi mwanangu, pipi yuko kwenye hesabu. Kama unakula pipi, kaa ukijua kwamba umeshapunguza mtaji, otherwise nunua. Mtoto akifundishwa hivi, huko anapokwenda kwenye maisha yake, akifungua duka, atakuwa active kwenye ubongo wake, atakuwa na mafanikio makubwa. Watu wengi mnaishi maisha ya kimaskini ni kwa sababu ya msingi ambao tumetengenezewa huko nyuma. Mtu anaogopa hata kufanya biashara. Biashara mimi naogopa, tafilisika, naogopa kwa kulikutia mtaji mimi. Niacha tu nifanye hivi. Unaogopa. Kwa unazidi kuwa maskini kizazi kizima. Lakini baadhi ya watu ambao wanathubutu kufanya, hata watoto wao wanaolisisha hivyo, watoto wao hawatokaa wawe maskini hata mmoja. Kwa mtazamaji wangu, hilo ndilo ambalo nataka kuzungumza na wewe, kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, hata iacha atakapokuwa babu. Tuna watu wengi hawataki kufanya ibada. Unakuta vijana wanakuyanga tu, wako mtaani, kwamba nenda kwenye ibada, hamna. Nenda kanisani, hakuna. Nenda kamwabudu Mungu wako, unajua niko busy. Ni kwa sababu ya wazazi huko nyumbani. Unakuta mzazi kakaa na watoto wake, hata kuwahimiza kwenda kwenye ibada hakuna. Kakaa tu liko na simu, baba zima lina mdevu yake, lina peruzi simu na jana mke lake wamekaa. Hata kuambia watoto nendeni kwenye ibada, wao kama hawawezi, maana wewe uwezi, umezidiwa. Waambie hata watoto waende waswage. Nendeni kwenye ibada, nende kanisani, nende kuabudu Mungu. Tuma watoto waende huko, wewe kama huwezi. Ukiwalea hivyo watoto kwenda kwenye ibada, wewe kama mzazi, hawatoacha kwenda kwenye ibada watoto wao mpaka watakapokuwa wazee. Lakini ukiwaacha nyumbani, watoto wanakaa wanaangalia mataarabu humo, wanaangalia manyimbo ya kishenzi, wataendelea wao na watoto wao. Kizazi kizima kitakuwa ni kizazi kibovu, kisichomjua Mungu, kisichoabudu. Ukifuatilia sana, ni wewe mzazi uliacha. Ulikuwa busy kufanya shughuli zako, kuhimizi kwenda kwenye ibada, watoto unawaacha wanazupuyanga mtaani. Mbaya sana. Bwana Mungu anasema atakudai, kwa sababu amekuwa jukumu la kuwalea watoto. Atakuja kukudai wewe kama nikupa mtoto uliona. Sasa kizazi chake chote kimeharibika, wahuni hawajui kumwabudu Mungu. Kwa nini hukuwasimamia? Unajikuta unabananishwa kwenye kona. Mungu anakuita, kwa nini? Siku sasa amekuita kwenye mbinguni huko, unakaa kwenye mlango pale, unaambia kwa nini kuwalea watoto? Unajua nini? Unapigwa kifuti kimoja kikali, unasukumiziwa motoni huko, zama kwenye moto jinga, kwa sababu hukuwasimamia watoto wako
hukusimamia watu ambao ulikuwa unaishi nao. Maana inawezekana unawalea watoto wa ndugu yako, sio watoto wako, watoto wa ndugu yako, watoto wa mjomba, shangazi, au mtu yoyote tu ambaye unaishi naye pale. Hakikisha unawaongoza katika njia hiyo wapasayo, nao hawatoiacha hata watakapokuwa wazee. Tunaona wazee wanahangaika sasa hivi, wazee wengi mtaani humu unahangaika. Lakini ukifuatilia kabisa, ukitulia, unajua sasa kwenye msingi huku wa baba na mama hawakukaa vizuri na watoto wao, hawakuwasimamia watoto vizuri. Mwanangu, uishi vizuri, nisikilize. Yaani nazungumzia mtoto uanze naye mapema. Usisubiri mpaka limekomaa, limeshaanza kuwa na kidevu chake, limeshaanza kuwa na sauti imebadilika ndo uanze. Mtoto kabla hapa ubongo wake bado mweupe. Nenda kwenye ibada, bado ubongo wake mweupe. Mtoto unaanza kumhamasisha, nenda kwenye ibada, nenda kanisani, waheshimu watu, salimia watu, osha vyombo, piga deki. Hapa asubuhi bado kidogo ndo unamhamasisha hivyo. Lakini ukisubiri eti limekuwa pande la mtu, limeshiba, kadada kameshashiba, kameshajua kunyanyua kifua, kameshajua hapa na hips, kameshajua hapa na kiuno, utapata tabu sana. Ndio hizo sasa unaanza kusema mimi namwachia Mungu. Unamwachia Mungu? Mungu ana kazi nyingi. Bili na familia yako itunze, ile wewe ndio umechipewa jukumu. Mtoto ukiona umemuelekeza na zingua, chukua bakola piga, kwa sababu Biblia inasema usimnyime mtoto mapigo. Yaani unapochukua fimbo na kumtandika mwanao, unachukua fimbo na kumwasha fimbo mtoto, unaondoa ujinga ulioko kwenye ubongo wake, unaondoa matango, unaondoa mambo ambayo si nimekwambia ubongo wa mtoto unakuwa mweupe. Kwa unapochukua kafimbo unamcharaza kwenye vikalio, unapomcharaza tayari unapandikiza kitu kwa lazima kwenye ubongo wake, maana si anakuwa sikii. Sasa ukichukua kafimbo ukamwasha, usipige kama unataka kumtegua nyonga tena, unamchapa fimbo za kawaida. Wewe kwa nini? Mtoto anakaa vizuri. Sasa watu wazazi wengine hata kupiga hawawezi. Mtoto anaambia bwana, nenda kanunulia kitu dukani, sitaki. Na mzazi bwana basi kasema hataki. Yaani mama au mzazi unakuwa kama umelegea kama mlenda. Hapana, usiwe hivyo. Mtoto aende kwa amri. Ukitaka osha vyombo, fanya kwa lazima. Mtoto akizingua, chukua fimbo muwashe. Ukimwasha tayari mtoto akili inakaa vizuri. Ukimlea katika mazingira ya namna hiyo, mtoto wako hata atakapokuwa mzee atakuwa na kukumbuka, atasema baba yangu alikuwa nuksi kweli, alinilea vizuri, ni angeniacha tu mimi ningepotea, ningekuwa mshenzi. Mwingine anasema shangazi yangu yani angeniacha mimi ningekuwa mwenda wazimu mpaka leo. Lakini kwa sababu alikuwa mkali, kwa sababu alikuwa ananitreat vizuri, ananionya, ananigonga stiki, mpaka sasa hivi nimenyooka. Asante popote pale alipo. Unajikuta mtu unamshukuru mjomba wako, unamshukuru baba yako, unamshukuru mama yako, hata kama alishakufaga miaka mingi, lakini unasema asante mama, popote pale ulinilea vizuri. Tayari mtu huyu anasema labda ni mtu mzima, lakini bado anakumbuka malezi ya baba na mama yake, ya shangazi yake, ya bibi yake, ya mtu yoyote ambaye alimlea, bado anayakumbuka. Kwa huyu na mtu wa namna hii, watoto wake atawafundisha, watoto wa watoto wake atawafundisha. Kwa kizazi kizima kitakuwa kizuri. Lakini ukimkosea mmoja tu, akiwa mshenzi mmoja, basi umeharibu kizazi kizima. Maana yake mtoto anaiga maisha ya wazazi wao. Yaani maisha ambayo tunaona watoto wanaishi mara nyingi ni wanaiga yale ya nyumbani mwao. Kama hivyo, kwa mtoto anaweza akamimina tusi mpaka ukashangaa anatoa wapi matusi. Lakini ukifuatilia nyumbani mwao, ndani ya nyumba wanamiminiana matusi ya kufa. Kuta mtoto mgomvi, achelewi kupiga kofi. Ukifuatilia vizuri unakuta nyumbani mwao ndio maisha wazazi wake wanaishi, ndio maisha jamii yake ambayo anakaa nayo, ndio wanavyomlea, maisha ya kisheti, maisha ya kibabe. Sasa mpendwa wangu, jitahidi unapokuwa na mtoto
Unapokuwa na familia unaishi nayo, hakikisha unaiongoza inapotakiwa. Wewe ndo umepewa dhamana. Watake wasitake, lazima wafuate sheria zako wewe kama kiongozi wao. Iwe kama wewe ni baba, iwe mke, hakikisha unawalea wote vizuri. Wafuate utaratibu, wasipotumia ubabe. Kuna baadhi ya mazingira, yani kuna baadhi ya maeneo lazima utumie ubabe tu. Usipotumia ubabe mambo hayaendi. Maana tunaambiwa unapoongoza mtu kuna njia mbili. Kuna njia ya kawaida hii ya kikawaida ya utaratibu, na kuna njia nyingine ili watu waende unatumia ubabe, ukali. Lakini ukisema wewe mpole, jamani, fanyeni basi, fanyeni, utapotea. Hakikisha uwe na msimamo ndugu yangu unapoiongoza familia yako, unapoongoza watu wa nyumbani mwako, hasa watoto wako. Wewe ndo umebeba dhamana. Yani ukiwaacha tu umemharibu yeye kijana yule, umeharibu watoto wake, umeharibu watoto wa watoto wake. Maana kama yeye hajafundishwa, hatofundisha, kizazi kizima kitakuwa cha hovyo. Kwa wewe ndio umebeba dhamana. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa babu. Hataiacha hiyo hali, atatembea nayo, atakukumbuka, atakupa sauti. Wazazi wengi sasa tunatukanwa. Nakuta msichana juzi kati, msichana mmoja anarudishwa nyumbani, hajui kupika. Huyu kaya fundishwa kupika, deki anarudishwa nyumbani afundishwe kupika kwa sababu yako wewe. Kisa ulikuwa na hela, kwa hiyo hutaki mtoto ajipike, hutaki mtoto afue. Sasa hajui kufua, akutana na mwenda azimu kule, akamwambia pika, apiki, ngumi anaanza kukula vitasa vya uso. Unamsababishia mtoto wako au mtoto wa ndugu yako anaingia kwenye majanga kwa sababu ya hovyo. Mtoto unapomlea, hakikisha unamlea kwa kumuongoza vizuri, kwa kumsimamia, kwa kumfokea, kwa kumkasirika kabisa. Utajikuta mambo yanakuwa mazuri. Mtazamaji wangu, nikushukuru sana. Ulikuwa nami mwalimu wako Emmanuel Musa Abdalla. Nilikuwa nikikuchambulia kisa kizuri kabisa hichi ambacho nimekuleta siku ya leo. Kinatoka katika kitabu cha Methali sura 22 mstari wa 6. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Wewe una jukumu la kupandikiza tabia njema kwa mtu wako ambao unamlea, unamuongoza. Ukimlea vizuri, hatoacha. Hawa ambao unawaona wanahangaika mtaani hawaeleweki, ukifuatilia wazazi wao hawakuwaongoza vizuri toka wadogo. Usianze likiwa kubwa. Ukianza likiwa kubwa umepotea. Anza akiwa mtoto mdogo, muonye, mwelekeze, msaidie. Hatoacha tabia hizo, labda aingiwe na pepo. Akiingiwa na pepo ndio hapo sasa tunaenda kwenye huduma za maombezi na mambo mengine, wanachomoa ibilisi yule aliyemwingia, tayari mtu anakuwa vizuri. Lakini kama ni tabia tu, hatoiacha. Kama umemfundisha kufunika kichwa, hatofunua kichwa mpaka huko mbele ya maisha yake yote. Kama unamfundisha kuvaa kwa kujiheshimu, hatovaa nguo za hovyo mtu huyo mpaka maisha yake yote. Msingi huku umemfundisha vizuri. Asante mtazamaji wangu, tukutane tena katika kipindi kijacho, episode nyingine nzuri za mafundisho mengine mazuri. Endelea kufuatana nami kila ninapoweka video, hakikisha unaiangalia na kujifunza. Asante, tukutane wakati mwingine. Amen.